model, we are going somewhere. So leo tunataka kuongelelea business discipline. Wakati ambapo unasema kuwa na discipline, tunamaanisha nini? Tukiongelelea kuwa na discipline, tunamaanisha financial discipline kwa biashara. Huwa tunasema ya kwamba ukikosa discipline financially, hiyo biashara haitaenda mbali. Na discipline diposa ingie kwa biashara, unafanya kitu inaitwa planning, kupanga mambo. Unapanga, wewe unajua hii biashara ama mshahara wako unakuwa huu. Tuseme una budget biashara yako, tuseme ni 100,000. Ni lazima ujue kwenye utanunua hizo vitu na ujue faida ni gani. Siku yetu ndio hii, tumejaja ndani ya studio. Nilikwambia kwamba leo lazima tuweze kuelewa masuala ya biashara kabisa. Na haya masuala mimi si mtaalam, lakini lazima ningeleta mtaalam kama kawa. Na kila Thursday saa 2 hadi saa 3 tumetenga huo muda kwa ajili ya kujifunza mengi na kuzama kabisa kuelewa. Wiki jana akawa anazungumza na kuna statement aliyosema, na pia alikuwa ameisema wakati ule mwingine, kwamba hauwezi jidai kwamba wewe ni mfanyabiashara mkubwa kama wewe haujui Mungu. You know, that statement really got to me, kwamba hauwezi, yani wewe mwenye unanisikiza unajipiga kifua unasema mimi ni mfanyabiashara mkubwa sana na haujui Mungu. Kuna tatizo, kwa sababu neno la Bwana linasema eti utajiri wa watu wasiojua Mungu utapeperushwa kama makapi. So kuna tatizo. Karibu sana ndani ya nyumba. Mama wetu yuko ndani ya nyumba, Jacinta. Mimi wanamwambia kwamba sitamuita Njeri, mimi nitamuita Jacinta Kemuma. So Mama Jacinta Kemuma yuko ndani ya nyumba. Join us. Tell a friend to tell a friend, because lazima tu tuweze kuelewa. Tuna stream live kwa Facebook page yetu Mwangaza TV, and of course she's streaming live kwa page yake ya Jacinta Prosek. Okay. Yeah, na TikTok. Na TikTok. Tuko nakwambia leo tuko live kwote. So hakikisha you're following us. Karibu sana. And of course unajua ujumbe mfupi pia unatuma, alafu tunasoma ule ujumbe, ana respond kwa maswali as it comes. And of course na wewe pia unaendelea kutafuta Kemuma iko wapi, because we shall be mentioning hata hizo number in the course of the show, so that kama una doubt wewe piga hiyo simu, nunua kitu tuambie, by the way nimesikia nimenunua, you confirm as we proceed, na Mungu atakubariki sana. So kwa heshima mami, karibu sana. Asante sana. Wow, you're looking beautiful as ever though. As ever though, but I love the compliment. The pink is pinkishing nicely, and the hair is mwah. You're just looking amazing. Thank you. We really thank God for you. You are a true testimony. Unajua nakumbuka ile statement ulisema kwamba ulijua kuvaa lini? 2025. Oh my goodness. So nikikumbuka hiyo testimony alafu nikuangalie naona you are my role model, we are going somewhere. So leo tunataka kuongelelea business discipline. Wakati ambapo unasema kuwa na discipline, tunamaanisha nini? Tukiongelelea kuwa na discipline, tunamaanisha financial discipline kwa biashara. Huwa tunasema ya kwamba ukikosa discipline financially, hiyo biashara haitaenda mbali. Na discipline diposa ingie kwa biashara, unafanya kitu inaitwa planning, kupanga mambo. Unapanga, wewe unajua hii biashara ama mshahara wako unakuwa huu. Tuseme una budget biashara yako, tuseme ni 100,000. Ni lazima ujue kwenye utanunua hizo vitu na ujue faida ni gani. So ni lazima ukue na discipline ya kutumia hizo finances vizuri. Na huwa tunasema ya kwamba biashara ikianza, discipline inahitajika. Usitoe pesa kwa biashara kufanya vitu zenye hazieleweki. For example, watu wengi tuseme biashara yako tuseme ni ya 1,100. Wewe umeshangaa kwa sababu uko na 1,100 imeshikana. Hujui ya kwamba ni lazima ujue stock tumenunua na pesa ngapi, maybe 50,000 ama 70,000. 25,000 ndio faida. Wewe unakuta mtu amechukua ile pesa kila wiki anatumia 10,000. Maybe umeanza kuitana pate kwako, umeanza kuvaa mavazi ya juu na si ya level yako. So ile discipline huwa tunasema especially wenye wanaanza biashara, ile kitu tu unafaa kuguza. Na kama huna pahali pengine pa kutoa pesa, ni just basic need. Chakula, kwa sababu
binadamu hawezi kaa bila chakula. Yes. Mavazi, binadamu hawezi kaa bila mavazi. Yes. Na si kila wakati. Na shelter, tuseme pesa ya rent. Yes. Lakini kama uko na pahali pengine, unaweza toa maybe mmoja wenyu wako na mshahara, unaweza keta hizo basic need na hiyo njia. Lakini ndio biashara ikue. Yes. Biashara si kitu ya kuumwa pesa, kila siku unachukua pesa, kila siku unachukua pesa. Kitu ingine inahitajika ni accountancy. Ni lazima unajifanyia mahesabu. Yes. Unajua leo tuliuza maziwa. Hii maziwa tulinunua 45 bob. Yes. Tunaiuza 60. Faida ni 15 bob. Yes. So kama umeuza maziwa kama 40, unajua ni faida gani. Yes. So ukijifanyia hizo hesabu, itakufanya ukuwe na discipline ya finances kwa biashara. Yeah. Kwa sababu utakuwa ukijua nikikutoa 500 hapa, nikitoa 1000 hapa, yes, nimeguza stock. Na tena faida, si ati tumekupatia ruhusa kwa biashara, utumie faida. Unajua watu ndivyo wanasema. Yes. Ati si nimepata faida. Yes. Tuseme for example, tuseme ni maziwa tu. Yes. Maziwa tumenunua 50 bob, faida ni 20 bob. Yes. Sasa unafikiria kwa sababu umeuza tuseme maziwa 100, 20 bob times 100 ni 2000. So wewe unafikiria kila siku utakuwa ukichukua 2000, unasema mimi hakuna stock nimeguza. Nimetumia ile 2000 naenda na kunywa pombe. Ujue sasa hiyo biashara tena itakuwa stagnant. Kuna ile biashara kukua, kuna stagnancy kwa biashara. Hiyo biashara hakuna pahali mnaenda. Mnakaa pale pale mlianza. Yes. Kwa sababu kazi yako ni ile faida. Ukipata faida ya 1500, instead ununue maziwa ingine uongezee stock. Ukiongezea stock, sasa you are stepping one step ahead, in yes, business. Lakini ukichukua zile 2000 kila siku, unaenda kukunywa, unaenda kuvaa nguo, ununua nguo, maybe nguo yenye unataka. Yes. Ujue pale ni kama mtoto hakuli, yes, na halishwi. Ukweli. Hiyo biashara itakuwa stagnant. Watu watakuwa tu wanaona unafanya biashara, na wanakuita mwana biashara hodari, lakini hakuna kitu inaendelea. Kwa sababu biashara yako imesalia pale. Kuna wakati nilishare ile poster kwa status, kuna swali ambalo nilipata. Alikuwa anauliza kwamba Sele at one point yeye anauza samaki pale Westlands. Alisema mimi nauza samaki pale Westlands, na at some point someone told me kwamba kwa ile profit lazima nijilipe kwanza. Jacinta akikuja, kindly let her clarify on this. Let's talk about that. Okay, kujilipa itakuja. Unajua watu wakisikia, unajua hatufanyi biashara kama ni theory. Sasa sisi tunaongea tukiwa kwa biashara. Yes. Na hiyo ndio utofauti. Yes. Kwa mwenye amesomea biashara na mwenye anafanya. Na mwenye amefanya. So mimi nimeisomea na ninaifanya. Yes. Na sana sana si hiyo masomo. Huwa nasema biashara hata hitaji masomo hiyo, masomo ya juu. Wewe ukikula faida, uko na pesa zingine, basi unatoa mahali unakuja kuongezea. So huwa tunasema, na critically watu wakijaribu hivyo, nasema umeuza samaki, unataka kujilipa. Yes. Ndio hatukatai. Kama biashara ni dogo, kuna pahali biashara itakulipa hata vizuri sana. Kuna pahali biashara itafika ikujengee. Yes. Ikufanyie mambo mengi. Itafika ikununulie ile nguo wewe unasikianga hii dunia unataka kuvaa. Yes. Lakini hapa chanzo cha biashara, na biashara ni duni, tuseme na biashara ya samaki ni mzuri sana. Yes. Hiyo ni biashara best. Kujilipa ni sawa. Wewe ukitaka kuenda in the way ya kujilipa ni sawa. Yes. Lakini sisi wana biashara wengi, tukipata hiyo faida tunairudishanga kila siku kwa ile biashara. Kwa sababu hatutaki kukaa na samaki 100. Tunataka kuongezea samaki zikuwe 115. Yes. Zifike 200. Yes. Yenye biashara, siri ya biashara ni stock. Venye stock yako iko kubwa, ndio faida inakuwa kubwa. So ukikosa kuongezea stock, biashara faida yako itakuwa kama ni 2000 itarimei hapo. Lakini ninaweza anza na samaki 10,
ni restock hivyo, ninasema niuze samaki 100 zifike hata per day nauza samaki 500. Yes. Sasa with that ni nini utapata? Faida itakuwa kubwa. Sasa pale faida ikikuwa kubwa, unaweza start another business ya samaki mahali pengine. Na hapa ukistart mahali pengine pale, kwanza unatoa tu basic need. Kama biashara ni yako, unatoa just basic need. Unaenda, hii biashara inaenda ikikua. Hii biashara ikijaa, overflow, itaanza biashara ingine. Ile ingine nayo overflow, ni nani yako na faida? Ni wewe. So itafika mahali hata hiyo unasema ujilipe, hata ni kusave utasave. Sikujilipa ni kusave, tuseme kweli, yes. Kwa sababu pale umetoa basic need. Yes. Ukisave hii biashara, utasikia mama alikuwa anauza samaki, amenunua plot yake. Ni ukweli. So kutoka kwa single room ni rahisi sana ukikuwa na discipline ya pesa, ya biashara. Wow. 22914 na pia Facebook page yetu Mwangaza TV, YouTube channel yetu Mwangaza TV Kenya, na Facebook page ya Jacinta Kemuma. Hivyo Jacinta Kemuma Prosek. Hakikisha TikTok and Facebook, hakikisha kwamba unatufuata. Kuna watu wengi ambao wana struggle katika biashara sasa, na hata si biashara tu, hata wale wameajiriwa kwa sababu ya poor financial management, hawana financial discipline. Unapata mtu ikifika tarehe 5 anakuambia hana chochote, na akikupa utaratibu wa vile ambavyo ametumia pesa, hata ukiangalia na make sense. Where are we failing? Ni kwa sababu ya kitu ambayo inaitwa impulse buying. Impulse. Sere umetoka hapa, yes. Tuseme sere unalipwa 1,100. Yes. Ukifika pale chini, umeona nguo kama ya Jacinta. Yes. Nataka hii. Nasema bedhe ile nguo ilikuwa smart. Na nikikwambia mimi sere nilikuwa kuvaa 2025. Yes. Huwezi amini. Na ujue, sere tukianza hii biashara, tukianza kale kanyumba, utakuja tu utakaona kadogo. Hapo tulikuwa tunauza vitu za stima kidogo, soda, maji, start card. Na tukikuwa hapo discipline. Yes. Tukakosa kutumia pesa. Sisi hata hatukuwa tunajiripa. Tukajua tuko kwa rento. Ni lazima tungangane tutoke kwa rento. Yes. Na itatufaidi kwa sababu kama tulikuwa tunalipa 30,000 ama 20, hiyo pesa bado itawafaidi. Yes. Tukaona hii biashara yetu ya vitu za stima na security inahitaji gari. Sisi bado hatujajilipa. Tukangangana tukanunua gari ya kutusaidia kubeba mizigo, kwa sababu tulikuwa tunabeba na paper bag. Na saa hiyo tulikuwa tunakuja na ile gari la moshi. Inatokanga town to Roiro. Yes. West. Tulikuwa tunalipa 30 bob. Saa hiyo sasa umeona tuko kwa kale ka biashara. Yes. Sana hatujaangalia our personal interest. Yes. Na vyenye lifestyle yetu. Tunafanya zile mambo zitapunguza budget yetu. Sasa tukiwa pale na nikaduka kadogo, tulimanage kufanya hizo vitu. Halafu tukaenda kwa duka ingine, sasa tuka expand. Tukaenda kwa ile room na semanga 204. Hiyo ni duka kubwa. Bado tukakuja tukijikaza. Tunatoa basic needs. Na kama mtu akitaka kujilipa, unaweza jilipa, unajua kufungia mtu. Ni ukweli, Na si ati ukitaka nguo tunanunua, lakini si ati nguo kama hii. Yes. At that time tulikuwa tunaenda tuseme Isiri. Una nguo za 1,200. Yes. Na ukikaa tu, si wewe ni msafi, ni ukweli, uko na nguo poa, biashara bado inaendelea. Mzee naye anajituma nje, analeta ile pesa, alikuwa anaileta kwa biashara. Tukaenda hivyo. Sasa kuna pahali hii biashara itaweza kukujengea, kukunuria gari. Unajua hizo ni vitu moa hata kuliko kujilipa. Lakini tukianza ati mzee anajilipa zake na wewe unajilipa pia, na hizi pesa yeye ameenda kukunywa, na mimi nimeenda kununua manguo, ungetoka kwa hiyo kiwango kweli? So ni lazima mtu anataka kukua. Sisemi mjinyime hivyo, mama ni lazima apewe pesa zake. Na pale kwa sababu mko disciplined, unachukua ile pesa, unajua hii biashara haitaisha. Na tena the other thing inasaidia, goal zenyu mkianza hiyo biashara ni gani? Kama huna goal,
utakaa maisha lifestyle yenye watu wanakaa. Ni ukweli. Tuseme sere kama saa hizi ukae lifestyle yangu. Na mimi nakwambia hii lifestyle umeanza juzi 2025. Lakini nasema mimi nitakaa kama Jacinta. Hata Kibeti nitaenda kununua. Kaa maisha yako. Kaa kwa budget yako. Ukweli. Ni huwa nasema kaa kwa budget yako. Hata kama umeajiriwa. Wacha impulse buying, hiyo imekosea wanawake sana. Tunaenda tunasema nimeona nywele kama fulani. Unaenda kutafuta. Na maybe wewe nywele yako ni 1,000 ama 500. Wewe unangangana unataka kukaa kama mwenye uliona kwa Facebook. Nguo wamama hata si vitu nyingi. Impulse buying ni ya manguo, viatu, kibeti, nywele. Lakini ukiwezana kudiscipline hiyo na kukaa kwa your budget, na kukaa kwa lifestyle yako, si ya mwingine. Tuseme kama huku mko watu wengi. Kuna mwenye maybe amewekwa na mzee wake vizuri. Unamwangalia unasema mimi hata mimi siwezi panda gari. Mimi hata wangu anikumbuki. Siwezi panda gari. Mimi nikienda penye ninakaanga pale Zima, siwezi tembea mguu. Na unjue Zima ni hapa tu. Ni hapa tu chini. Huwezi tembea mguu. Unasema mzee akukujie na gari ama wewe ununuliwe, ama uchukue Uber. Ama unachukua Uber. Sasa nani anajimaliza? Ni wewe. Sisi tulitembea miguu, tulivaa ni vizuri, lakini si expensive. Tulikaa kulingana na level yetu. Hiyo biashara inakupelekanga levels to levels. Na hapa Jacinta amefika, watu wanaonanga kama Jacinta ako na mambo mingi. I'm very far. Kuna watu wako mbele yangu. It is true. Wengi sana hata mimi natamani. Na hao hata wao they discipline walikaa na discipline ya business. Kuna watu natamani naweza kuambia ule ni mdosi na anavaa dust coat. Na ule ni mdosi kunili. Ukweli. Kwa nini anavaa dust coat? Discipline. Kwa sababu ni discipline ya nini ya pesa. Jen anasema kwamba Sele, good morning, salimia sana Mam Jacinta, she's my role model. Tuko wengi. Anasema she's my role model. Anasema mimi nina tatizo, nimekuwa na biashara ndogo tu ya kiosk, lakini inafika mahali naongezeka, alafu inafika mahali hata hiyo stock yangu inakataa kabisa kusonga. Sometimes hivyo vyakula vinaharibika na narudi sufuri. What am I not doing right? Hiyo biashara ni dogo, na ukiona biashara inainuka tena inarudi chini. Wenye wanauza perishable goods. Zenye zinakuharibika. Nunua kiwango yenye unajua hii ni lazima itamalizika. Na kama itabaki kiwango kidogo. Nowadays kuna boda. Kama unaendangia vitu zako Kikomba, ni Mudhurwa, Githurai. Unatuma mtu wa boda just 30 minutes anakuletea vitu zingine. Kwa nini uweke vitu, ununue vitu, especially wao wanauza hizo vitu nini fresh kama matunda. Kwa nini ununue matunda mingi na haiendi? Unajua biashara inaendanga juu chini. That is normal in business. Inainuka, inarudi chini, ina levelize. Kuna wakati utafungua, wale customer unaonanga wakijazana kwa duka yako hawajazani. Si kusema ati hiyo biashara ni mbaya. That is the way in business. So nunua ile kiwango unajua hii matunda 100 sana huwa nauza. Itaisha. Ikikaribia kuisha, tuseme ibaki 20. Tuma mtu wa boda akuletee fresh. Afa uende hasara ya 100 ya boda kuliko uharibu stock kubwa. kubwa. Kwa hivyo Jen, hilo ni suluhisho kwako, na najua hili swali si la Jen tu. Watu wengi wako pale hadi mtu anasema mimi leo sitaleta 20 kwa sababu jana nilileta 20 hazikuenda. Kumbe tatizo lilikuwa kwamba ulileta nyingi sana. Mami, did you ever struggle na discipline hapo mwanzo? Uliai ngangana kuwa discipline kwa biashara? Wacha nikwambie nikiwa kwa hako kaduka. Nikaduka huwa hata nikienda kwa sababu testimony. Naendanga hapo na kumbuka, naambia Mungu huwa sometimes naenda hapo na shukuru Mungu na mwambia nilianza hapo. Najifungia tu na shukuru Mungu nilianza hapa. Kuna wakati niliona pesa zimeingia.
nimeuza soda, nauza unajua ukiuza crate 4 za soda umeuza ama crate 5, maji umeuza paketi 2. Sasa hizo najua hizo ni chakula. Kwani tunakula chakula ya pesa ngapi na mafea na nini. Alafu sasa biashara ya electrical ikainuka. Mimi hapa ukaona pesa nikaziona. Wacha nikwambie nilifika comfort zone. Lakini mzee wangu hakufika comfort zone. Aliniambia wacha nikuambie kwa sababu ninaona sasa umefika. Umeingiwa na raha. Na kweli raha ilikuwa unajua struggle. Sere nikiwa msichana struggle, nimeuza maziwa, nimeuza juices, nimeuza kuku, nimekuwa hoka wa kuzunguza vitu za toys, hakuna building ya town sijaingia. Na saa hiyo ni ile kustruggle kabisa. Sasa ile nimeanza kuuza vitu za stima. Na pesa zinakufuata tu. Ati unaona unararisha faida ya nini? Umeuza machini moja unararisha faida ya 5,000. Wewe hiyo ni pesa nyingi. Si utaingia comfort. Na ni kitu moja. Umeuza kitu moja tunakuletea faida. Mimi kwanza faida ya kitu kimoja ni 5,000. Napenda kujifanyia mahesabu sana. So unajua hii ni 5,000 na ni profit. Ilikuwa wakati tulikuwa tunauza hizo machini sana. Hivyo ndio Mungu alikuja kutuinua. Lakini kumbe ilikuwa season ya hizo machini. Zilifika mahali zikakosekana. Na hiyo ni kitu unaona. Kuna watu wengi saa hizi wana make pesa mingi. Lakini hawajui hii ni season Mungu ameachilia ya ku make pesa. Unaweza kuwa duka yako inararisha 10,000, 20,000, 50,000. Hata kuna watu wanararanga na 1M faida. It's true. Na akili inaingia ya kwamba hivyo ndivyo maisha itaisha. Si unaona kwa mitandao venye kumefanyika unafanyika, si unaona? Hatutaongea mambo mingi kwa sababu hiyo ilikuwa season imeachiliwa kwa huyo mtu. Sasa kama hujajua hizo matunda unauza saa hiyo unauza ni season yako. Hizo samaki unauza ni season yako. Uanze kuenda Dubai na ujue Dubai ni almost 200,000 na tena ile hoteli utalala, vyakula. Mombasa wiki mbili, uanze kuenda na nyuki ukisahau kwamba ni season. Kwamba ni Mungu amefungua dirisha na anaweza ifunga anytime. Na kuambia unaishanga. Okay, wenye wanaongea najua wamejipanga kimaisha. Unajua duka yako ikifadhiliwa kila kitu na unaweza kuongea kwa media, wewe najuanga umejipanga kimaisha. Ni kuvumilisha. Wakati mwingine ni pia influence. Na wakati mwingine ni pia pressure, unaongea tu. Kufunza tu unafunza watu ndio mtu asijikute mahali pale. Sasa mimi nilifika comfort zone, nikasikia raha. Nikaanza kukula makuku. Unajua sasa nikaanza yani sasa hata kuvaa nikabadilisha, nikavaa vizuri, lakini si expensive. Mzee akaniambia wewe, unajua tuko kwa rento. Unajua saa hizi hatuna gari. Akaniambia hebu angalia wale. Kuna watu hapo duka yao ilikuwa inajaa kabisa. Akaniambia hao wako na hii, wako na hii, wako na hii. Na bado duka linajaa. Behind the business. Sasa mimi nikaanza sasa kustuka. Tukaanza kujipanga. Hapo ndio sasa mnaanzanga saving, mkisave, mnaweza kununua gari na unaweza sisi hatukukopa, tulinunua tu gari na pesa za biashara. Tukaweza kujenga. Mzee anajituma, yeye anahaswa, anaenda anakaa kwa kichaka akiweka electric fence like a month. Ukimuona huko kwa kichaka akona kimuffin. Ni kama mzee ni kijana lakini unamuona kama ni guka. Sasa tukaenda tukijipanga mambo mingi. So mi nasema ya kwamba mtu asifike comfort zone. Uangalie mbele. Uangalie mbele na ujue ni season yako. Kwa Kikuyu tunasemanga ni kimera. Na hiyo season huenda ikaisha. Henry anasema kwamba kusema
ukweli katika biashara watu hukufa moyo haraka. Jukaa jana nilichemsha mayai haikuisha. Sasa leo nakataa kwenda kazi, hapo ndipo sasa nakula capital ya kazi na pamoja na faida. Sasa huyu ameanza. Sasa kama huyu afanyeje? Alichemsha biashara huwa kuna huu msemo ya kwamba biashara ni faida, kuna kumake loss na kuna kumake faida. Yes. Today make loss. Yes. Kesho make loss. Lakini what about next week? Yes. Na saa ile huwa unahesabu saa ile umefanya make good. Biashara huanga hivyo. Si ati ni straight line. Hata zetu hazijakuwa straight line. Tena unakuja umepata faida, kanjo amekuja hapo. Sasa utasema hizo ni vitu zinakuja kuaffect biashara. Lakini simama imara. Na uombe biashara yako. Amen. Na penye unafanyia kazi, ukianza biashara ombea hapo hiyo mahali. Kwa sababu hujui ni nani alikuja usiku, mwingine hapo anakuangalia unauza. Hujui uliwekewa nini. Ni ukweli. Saa hizo ni mambo spiritual. Yeah. Tunasema tunaomba, tunasema huyo mzigo uliniwekea ubebe. Mimi si ujui. Yeah, so ni vizuri kuomba na kuweka Mungu mbele. Amen. Na huyu anaitwa Dan, anasema good morning kutoka Nakuru. Mimi ni bodaboda na nilinunua pikipiki cash. Mimi kwa siku naweza pata 2K, hiyo ndiyo ya chini kabisa. Na lazima nijilipe 500 per day. Juu hiyo sasa ndio kujiendelesha. Ni sawa. Nimesema either way 500 unajua. Yes, out of 2K. 500 hata ni pesa kidogo. Si ati nimesema ati tukifanya nini, tukiangalia basic need. Ninasema ukishughulikia basic need, si ati 500 ni pesa kidogo. Hiyo ni ya kujirudishia shukrani. Kuna mwingine atachukua hiyo 2000. Yes. Aende akunywe yote. Because anajua kesho atamake another 2000. Kwanza huyo alinunua boda cash. It's true. Si anaweza tumia hiyo 2000. So chukua hiyo 500. Jaribu wewe una make 2000, weka 1000 kwa bank. Mwaka mmoja sere utakuwa na pesa nyingi. It's true. Yes, it's true. So ni lazima kwa biashara discipline yourself. Meet your basic need. Yes. And then at the same time you are saving. Yes. Huyu wa bodaboda si amesema ni 2000. Ni pesa mingi sana. Sasa huyo wa bodaboda saa hizi si amechukua, yafaa ongeze hiyo 500. Si amechukua 500. 500 hiyo ingine ichukuliwe ulisha familia yake. 1000 aanze kuweka saa hizi. Alafu aiweke mpaka mwaka mmoja. Atanunua bodaboda maybe 2. Ni ukweli. Na zingine achukue na loan. Ni ukweli. Ile 300 anunue kiwanja. Ni ukweli. Ama awekee bibi yake biashara. It is true. Atawekea bibi yake biashara. Na mtu atasema haya, huyu alikuwa aje. Yes. Ile pesa 360, tuseme 60 achukue awekee bibi yake biashara. Yes. 100 aende anunue hizi viwanja za installment. Yes. Na achukue boda ingine na loan. Huyo mtu atakuwa wapi? Atakuwa mbele sana. Atakuwa mbele. Wow, tuko ndani ya nyumba 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Wewe ambao unatazama umekuwa ukikula faida, wewe ambaye unatazama umekuwa ukisema I don't get enough. Unajua kila mmoja wetu anasema kwamba hizi doha hazitoshi. What happens when you feel like pesa hazitoshi? Pesa hakuna pahali zitatosha. Wewe ukumbuki yule tajiri kwa Biblia alisema ati atengeneze masto. Yes. Akasema sasa wakati umefika wa kukula. Tulia moyo wangu. Na kukunywa na kubonda raha. Yes. Mungu alimwambiaje? Tajiri mpumbavu wewe. Leta moyo, leta roho yangu. So hakuna pesa wakati zitatosha. Yes. Sere ukifungua hii akili zangu, hii akili yangu. Yes. Uone zile mambo Jacinta amepanga. Unaweza stuka. Nyingi. Kwa sababu sasa mimi ni maskini. Wow. Zile mambo nimepanga hivi. Wow. Mimi usiku na watu wanapandisha manyumba apartment. Ni ukweli. Ningekosa hata mimi kuomba Mungu hivyo. Si kuna watu wanaenda na Range Rover. Alafu
Si hata wewe unataka kufika huko. Ni wapi pesa zilifika zikakosa? It's true by the way. Kila wakati. Kuna watu ambao wamejenga wako na uwanja wa ndege wako na chopa. Sio hujafika hapo. Na utawakuta wanataka chopa ingine. Ni ukweli. Na sisi tuko hapa. Sasa hata wakubwa unaona bado tu wanatafuta pesa. Ni ukweli. Mashamba maybe uko na 100 acres unataka 500. Ni ukweli. Uko milionea unataka kuwa bilionea. Hakuna pahali pesa inatoshanga. So mtu asingoje eti siku yenye nitakuwa na pesa nyingi. Na unaweza ona tajiri mkubwa na ni maskini. Unaona amepaki magari lakini kwake ni maskini kwa sababu ile project anataka kufanya hata apati hiyo hera ni ukubwa. Yeah. Wow, sasa nataka kuna kitu ambacho nataka tuangalie. Kuna mtu ambaye anatusikiza asubuhi ya leo anatazama. Anafurahishwa sana na maneno ambayo tunasema lakini yeye mwenyewe hata ajui kama ako ina financial crisis. Hajui kama ako ina financial crisis. Things are not working, things are not okay. Ako tu hapo biashara inaendelea kila asubuhi ni biashara lakini ako ina deep financial crisis. Mtu atajuaje? Watu wengi wako in financial crisis. Watu wengi almost hata 90%. Kwa sababu inalingananga what are your goals. Okay. Ni nini hii unataka kufanya? Ndio ujue uko kwa financial crisis. Tena maybe umechukua loan kwa bank. Unaweza comfortably kulipa. Kuna wacha nikwambie hata ni kama hakuna mtu hako kwa financial crisis. Kwa sababu nikikufungua kwa akili we unajipangia tuambie tu kidogo unapanganga utapata nini. Kwa sababu kama unataka kuenda mbali ni lazima ukuwe na vision. Mi vision yangu ni kujenga apartment hii Nairobi. Na nirentishe apartment nzuri yenye kompaka na swimming pool. By the way, it is true. Na sijafika hapo. Kwa financial crisis kubwa. Wewe unaona hata wewe uko chini kabisa. Hata sijanini. Hata uko hapo kwa hizo financial whatever. Kwa sababu by the way ujiangalia ninashindwa hii itawezekana aje. Ule mtu ana vision. Hiyo vision yako ni mzuri sana. Itakupeleka, itakufanya uamke. Ni hata sometimes nasemanga loan ni mzuri sana. Inafanya watu waamke. Kwa sababu lazima ulipe. Kwa sababu wenye hawana loan wako comfort zone. Ukienda kutafuta hiyo 1,100 unalipa, utapata 2,200. Ukienda kutafuta hii 20,000 unalipa kwa chama ama kwa hiyo group imekukopesha. Ukienda kutafuta 20 utapata 25. Ni ukweli. So lakini mwenye hako na hizo vitu amelala kwa kitanda na atakula tu. Hata saa hizi hajaamka. Ni ukweli. Ataamkia uji. Sasa huyo ni mwenye hajielewi. Na watu wenye wako na vision wana discipline ya finances kwa sababu wanaenda mbali. Sasa mami kuna swali hapa anaitwa Peter Petros. Anauliza ebu niulizie Mam Jacinta. Ni ukweli kwamba matajiri urauka mapema kwenda kazini? Na sisi tunangangana na magari ya saa 2. Why is it so? Matajiri. Hebu tujibu. Matajiri. Kwa financial crisis kama hakuna matajiri. Matajiri sasa ningesoma hii message before. Niseme watu wako committed. Yes. Wacha niambie Peter. Siku moja atoke saa 10 ama saa 9 ataona Thika Road zile magari zinapita. Ni hizi manono. Matajiri hao ni matajiri. Na wameenda hoteli moja iko Westland. Anaenda kuangalia mahesabu huko. Alafu atoke hapo aende Nyeri. Na biashara yake Nyeri. Alafu atoke hapo aende Kitale. Alafu aende mahali pengine. Ndio aweze kumanage mabiashara zake. Na si Kenya iko na loan. Yes, by the way, nani trillions. Ukweli by the way. Sasa wewe unafikiria president analala? By the way, unajua akifikiria hii taifa yake na si yeye aliweka hizo roho. Sijaifikiria kitu kama hicho. Watu wanasema president ati anaslimwa hivi. Yes. Na sometimes huwa anafanya. Ni stress zetu. Sasa ukifikiria hii trillion tunalipa, si wewe ulileta. Umeikuta. Na wewe umeongezea. Na unalipa na lazima nchi iendelee. Huyo tajiri. Ukweli. Ukimuuliza anaamkanga saa ngapi hata atakwambia halalangi. Ni ukweli. Wakubwa wengi hawalalangi. Utawakuta wakubwa 3 wako kwa ofisi. Sasa huyu Jacinta na tumesema maybe ako kwa financial crisis. Yes. Mimi
mi saa 9 inakuanga nimeamuka. Yes. Kwa sababu ni lazima niombe Mungu na Yes. nikuje. Huku nilifika 6. Imagine. Saira nilifika 6. Imagine. Nimekuja kuingia saa 2. Wow. Kwa sababu kama singefika ningetengenezwa kitu kama uso saa ngapi. Ni ukweli. So lazima urauke. Na utapata mtu amepark Range Rover. Ako in financial crisis. Yeah. Wow, nataka mam utatu advise tuzungumzie financial discipline especially kwa the young people. Kwa sababu generation yetu hawa ambao wako nyuma yetu ndio taifa letu la kesho. Na wengi wao ndio wao wanasema kwamba mimi nina self care, mental health yangu yafaa niamke saa 5. There's a friend of mine aliniambia kwake huwa employ majenzi ati kwa sababu anawa employ mmoja akamwambia boss mimi naenda bash ya beshte, you know, and it is saa 7 mchana. Na anamwambia nataka advance mimi naenda bash ya beshte au ni majenzi. I don't know who that Gen Z is. Lakini tuko hapo ndani ya Juba, so I don't know, talk to us about it. Sasa majenzi ama the young generation, naweza kuambia tuanzane na wao mambo ya kuamuka. Wengi, lakini kuna wenye kuna majenzi wazuri wanafunza wale wengine. Kuna majenzi saa hizi wanaitangwa na wazazi waende kazi. Ni ukweli. Sasa unashindwa wanawaangalia nashindwa mtu akipata bibi anapigiwa simu na mamake ama apate bwana, mama yake ndiye atakuwa akimwamsha. Majenzi wamewekewa mabiashara ama wamepata kazi. Pesa yenye jenzi kwa sababu wako very young. Pesa hata tumpatie analipwa like 50,000 ama 30,000. Jenzi wanapenda bash sana. Wanapenda bash sana. Ndio zinawakosea. So ile pesa amepata unaona 10,000 ni ya party Saturday. Na hawa majenzi wanataka lifestyle nyingine. Hawataki kupika kwa boma. Hawataki kupika kwa boma. Wanataka hii nini chakula tunaendea KFC. Sinajua wanapenda hizo mambo za lifestyle nyingine. Hizo mambo za lifestyle ya juu. So na huyu jenzi maybe analipwa 30,000. Unakuta jenzi instead aangalie zile basic need peke yake, amejiweka ria utakuwa umefikisha 100. Na hii 100 unaweza wekea bwana yako ama bibi yako kazi. So mkue huyu jenzi ni bwana amewekea bibi yake kazi. So wanajiinua kimaisha. Lakini utakuta jenzi si analipwa 100. 50,000 ni bash party na traveling na kuenda Dubai na vitu zingine na lifestyle zingine. Lakini hao watu wa kitambo hata ukilipwa tuseme 100 na ni pesa nyingi. Unajikaza. Unaona hao watu kwanza wana meet their basic needs. Hii ingine wanaenda wakijiendeleza. Hiyo nyumba utaona gari imeingia. Hiyo nyumba utasikia bibi mwenye alikuwa kwa nyumba amewekewa biashara. So huyu bwana anatoka kwa kazi anakuja kwa biashara yake. Na utakuta huyu bwana bado anajitahidi akona pale pengine anafanya nini? Ameanza biashara. Ni ukweli. Wow. Kim anasema kwamba na siku hizi majenzi wamejituma kweli kweli. Unakutana nao wanauza melon, mayai na that's true by the way. Wanajituma kwanza, waliniambia siku hizi wamesikia mawaidha. Na ninafurahia sana. Amen. Na kwa sababu sasa unajua hiyo inatupa tumaini kwamba kesho yetu haitakuwa mbaya sana. Alafu Waweru Mechanical anasema watching kutoka Thika Jua Kali. Sasa mimi ni mechanic sasa, mimi siko kwa biashara. Do nothing I'm selling. Ni wewe ulete gari lako. You are selling a service by the way. Unasema ni wewe ulete gari lako ikiwa imeharibika niangalie nini mbaya, kama kuna spares zinahitajika utabai kwa duka na spares and then nikuwekee unilipe na labor. Na kusema ukweli mtu anaweza jiendelesha na ujuzi tu ukiwa mjanja, but si wengi wanajua hivyo. Sasa mechanic, kuacha nikwambie, huwezi kuwa kwa mechanic umekaa mwaka mmoja, miaka 2, 3. Mechanic si ni service. Yes, it's a service. Vizuri. Yes.
usimnaendea unasema customer anaenda ananunua hiyo spare anakuletea. Kwa nini wewe hii pesa tunakulipa uweke hiyo pesa? Unajua shida ya hizi au watu wanalipa service wanaonanga si kesho nitaletewa na Jacinta gani. Yes. Si nikikunywa hii 1500 kesho nitapata. Si nitapata zingine. Watu wengi na si mechanic tu peke yake. Ni watu wengi wenye wanalipa services. Wanatumianga pesa zao, yani hawananga discipline na pesa zao. Kwa sababu wanajua hata watu wa kompyuta wenye wanatengeneza kompyuta wanajua ile 1500 nimelipwa leo, kesho sitaharibika ni hiyo ofisi nyingine. Na hao ndio watu na sasa hao ninasema ni kama mzee wangu alikuwa anafanya hizi mambo za CCTV, electric fence. Ile yote pesa amepata alikuwa anatoa mahitaji yake, ile personal na ile basic, alafu anajipanga. Huyo mzee alijipanga. Tuseme analipwa huyu wa mechanic analipwa 1500. Achukue moja atumie kwa ngoma yake. Hizi 4000 aziweke. Hebu muhesabie mwaka mmoja atakuwa na pesa nyingi sana. Hatafungua duka yake ya spare atafungua. So mwenye amekaa na spares anatoa pale. Mwenye amekaa sio lazima hata afungue hizo. Tena kitu kingine inafunga watu macho. Unataka kufungua hiyo duka iko hapo chini. Hiyo utaitishwa goodwill na utaitishwa rent ni pesa mingi. Wacha wenye wanawezana kutoa goodwill na rent watoe. Weka ka biashara yako ya spare hata second floor ama third floor. Si huyu customer amekuja, mtume kwa hiyo duka yako anunue spare akuletee. Na hiyo either uajiri mtu ama kama bibi yako ni faithful umpeleke pale. So wewe unafanya service, bibi yako kwa duka. Na zile spare parts zinanunua kwako na sisi tulifanya hivyo. Bwana ameenda kujituma mambo ya electric fence anapanda kwa ukuta anaweka. Na hizo vitu zinatoka huku. Na hizi vitu zinatoka kwa Jacinta bibi yake. Na sio lazima tuweke bibi, unaweza ajiri yule mtu unajua ni faithful. Mimi makanika yeyote amekaa miaka 5 kwa anafanya hizo kazi. Na hana biashara yake second floor. Anatuambia kwanza unatumia language. Second floor bei ni nafuu. Umeondoa 50 bob. Utabakishwa 100. Customer atakosa kuenda hapo kwa nini? Ataenda. Na hapa chini tuseme hiyo kichuma ni 2000. Second floor ukipanda 1900 ama 1950. Nani hata panda? Atapanda. Hiyo sasa ni trick nyingine ya kufanya. Kwani sisi ndio tutoke kwa second floor Nyandarua House. Tulikuwa huko. Si unaambia mtu ukipanda second floor unakuta bei zetu ni nafuu na we have quality product. Na uende uangalie product zetu utakuta haziras. Hizo ni product poa. Tumeletana na hao customer mpaka tukafika penye tumefika. Imagine. So mechanic na wenye wamefanya ma engineering na hawana maduka zao. Wacheze kiwao, si ndio? Wacheze vizuri. Wow, anasema nisalimie Madam Jacinta the CEO. Thank you so much na Hashon bila shaka. Alafu Esther Muturi unasema pia kwa biashara depends vile mtu anaongelesha customers wake. So watu hupenda service yako na unakula mali. Unakula au unakuta mali inaenda haraka. Vile unaongea na customer hiyo communication customer relationship ina promote kuna mwenye customer ataingia hapo kwa simu. Wewe unafikiria customer anasikiaga aje? Kama ni mimi alikukuta tuseme you are Gen Z. Wewe uko kwa simu tu umeona TikTok hapo. Hata hiyo story hutaki kuiachilia na customer ameingia. Na kuna mwingine customer akiingia tu akiwa pale kwa doorstep. Karibu customer. Unataka anakufurahia. Hata kuna wengine wanapatianga watu maji. Shika maji ukunywe. Vitu kama hizo. Na after sale service kuna mwingine atakuuzia ujipakia na kuwekea kikato napo ujifungie. Kuna mwingine atakuchukulia hizo vitu anachukua receipt anakuambia angalia kila kitu tumeweka umetosheka na kufungia na kuitia mtu wa boda ama mtu wa troli. Alafu kuna jambo lingine hiyo swali lingine nataka kusaidia majenzi kidogo kwa sababu wengi wao wamekosa discipline ya finances. Jenzi wanaendanga kigroup. Sina wanaendanga kwa bash kigroup na wanaendanga kwa party na traveling kigroup. Wanaenda Dubai kigroup. Wacha nikwambie majenzi
kuna si miaka inaenda, Yes. katikati yao wanaenda bash, kuna wengine warefu sana. Wamejipanga town, utakuta Gen Z ako na haria yake, ako na gari yake. Na kuna hawa wamedanganyiliwa mishahara yao tu ni kukunywa po. Utajikuta kwa hiyo kikundi umebaki watu watano. Mkiangalia wenye wako mbele walioa, waliolewa, wako na magari zao, nyinyi mmebaki pale. Mko now 35 years. Mko 30 years. Mtabaki watu watano. Mtaacho mkiulizana, si yule tulikuwa tunasoma na yeye kulienda aje? Kama saa hizi nilikuwa nasomea CMT. Si yule Gen Z, kuna maybe kuna wenye tulikuwa tunasoma na wao wakaanza mambo ya kwenda, unajua senior chief ni hapa tuko Inange, hapa Banana. By that time tulikuwa tunalipa 20 or 50. Tulikuwa tunasikia watu wakisema tunaenda Florida, tunaenda wapi. Mimi sikujihusisha na hizo mambo. Sasa kuna watu wanasema si yule ni Jacinta mwenye tulikuwa tunasoma na alikuwa mshamba. Unajua kwa shule kuna hizo mshamba, watu wenye nini. Sasa wewe utaachwa kwa hiyo group ya watu tano. Majenzi wengine utawakuta wako na magari prado kwa barabara. Na si za ukahaba, si za wizi, wao wamejifanyia kazi. Wewe ukienda Dubai raha, jenzi mwerefu anaenda Dubai kuendea vitu za electrical. Wewe ukienda China kuona venye China kuko, jenzi mwerefu anaenda anateremka na mizigo. Sasa mtapatana aje? Ni ukweli. Tunataka tuje na hao ndio nasema hao majenzi Mungu awasaidie washike venye nimefanya. Utasikia hao watano walipata mimba, wako na watoto wawili. Ule jenzi mwerefu ameolewa na ako na bwana yake. Ule jenzi mwerefu anapikia bwana yake vizuri sana. Huyu hataki kupika. Huyu ako kwao. Lakini si kusema mtoto kupata mtoto si ati kilema. Si kilema, hata hiyo inafushanga mtu. Anza kufikiria maisha yako. Funguka macho. Ujue hiyo ni season. Hizo pesa zinatirika, tuliajiriwa. Kwanza kitu kingine namba 2. Wenye walitoka shule wakapata kazi. Ukiwaangalia ndio wako nyuma saa hii ukweli. Hebu fanya utafiti wako. Kwa sababu walikosa hii. Sisi tumeteseka, tumeteseka tukipata kazi, tumeuza makuku nini. So nikipata hera, hata nipate 1,100 ama 5,000, mimi nitatumia 1,000. Ine nitaweka kwa bank. Lakini huyu mtoto alitoka shule form 4, akapata kazi nzuri, alianzana na Maraha Mapombe. Hebu ende ufanye utafiti wako. Sawa. Jacinta Kemuma, hilo ndilo jina ambalo nilimpa, but it is the right name. Kuna ile ambaye anatazama anasema huyu mama mrembo, hizi vitu zake anauzia wapi, anapatikanaje? Anaomba uweze kutuambia, yani hatuwezi sahau kutaja hilo kabla hatujamaliza kipindi chetu asubuhi ya leo. Tuko tunajiita Kemuma Engineering System. Tuko kule CBD, along Gaborone Road, kwa junction ya Gaborone Road na Kamae Road off Udhuri Avenue. Kwa building ambayo inaitwa Nyandarua House. Tuko ground floor, ukikuja tu angalie Kemuma Engineering System, na tuko second floor. Na hapo kuna building iko opposite inaitwa Montana. Tuko huko basement, na ile basement si ile ya chini, ni basement 2, utahesabu 2 step 5. Alafu hapo kuna duka ingine iko Pwani Guest House, shop number 2 ground floor. Na tuko na duka Gaborone Plaza, ukipita na Nairobi Textile, right opposite California Restaurant. Tuko na duka Gaborone Plaza ground floor, uone Kemuma Engineering System. Na hapa Kasarani Police Station, right opposite, utaona Family Bank. Hiyo mlango mwingine ni Kemuma Engineering System. Na tunauza vitu za CCTV kamera zote, solar powered camera, na standalone camera za mkulima mdogo wa kibanda, wa kaduka kadogo. Na tunauza CCTV zote, tunauza vitu za electric fence, zile electric fence huwa zina moto. Na tunauza vitu za solar product, tunauza vitu za electricals, tunauza vitu zinaitwa intruder alarms, gadgets zenye huwa unaweka kwa wall, kwa milango, kwa madirisha, hizo masensa. Na tunauza vitu zingine zinaitwa access control system, gadget ambazo zinaitwa biometric machines za nyingi. Unafungua mlango kwa kuswipe card, kufinya code, sometimes kufinya code, na sometimes kwa kidole. Hizo vitu zote, tools za mafundi tunauza, na ngazi
tunauza na vitu nyingi kule. Wow. Na bei zetu ni nafuu na tena ni quality products. Alright. Na namba zetu ni 0793 49 49 49 na 0793 59 59 59. Yeah. 0793 49 49 49 ama 0793 59 59 59. Rahisi zaidi ya mboga. Hakikisha kwamba unapiga hizo nambari za simu, unazungumza. Of course hata kama hutapata Mama Jacinta, utapata wale watu ambao watakuelekeza vizuri. Hata kama uko mjini Nairobi umepotea, hauna uhakika, utaweza kupata directions vizuri sana. Lakini leo tumefunzwa kitu kimoja, lazima tuwe na nidhamu. Nidhamu lazima uwe nayo. Lazima ujinyime kama unataka kesho kubwa. Lazima ujinyime kama unataka kuona biashara zako zikiwa katika nafasi ya kukulipa wewe. So Mungu wa utukufu akubariki sana. Mom, I highly appreciate your presence. Mungu akubariki sana na akutende wema. Amen. Na wewe mtazamaji ambao umetufuatilia, asante sana. Wewe ambao umeshare post yetu, wewe ambao umefuata Mama Jacinta kwa page yake, asante sana. Mungu awabariki sana na awatende wema. Wenzangu, asanteni sana kwa kufanikisha kipindi asubuhi ya leo. And of course, thank you so much for being with me kutoka Jumatatu hadi leo Alhamisi. Kesho asubuhi mtakuwa na dadangu Esther Shiko ndani ya Ijumaa Njema, na mimi kukuambia kwamba mafunzo, elimu ni mambo ambayo yanaendelezwa katika kile kipindi. Hakikisha kwamba you are joining her and you are tuning in. Until Monday, Mungu wa utukufu akubariki sana na akutende wema. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. God bless you.